lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa kana arshuhu 'ala al-ma, kabla ya kuziumba mbingu na ardhi ilikuwa tayari alikwishaumba. Arshi ilikuwa tayari imekushaumbwa, maji yalikuwa tayari yamekwishaumbwa. Kabla ya kuziumba mbingu na ardhi ilikuwa tayari amekwishaumba. Arshi ilikuwa tayari imeumbwa, maji yalikuwa tayari yamekwishaumbwa, na ile arshi ilikuwa juu ya maji. Wa kana arshuhu 'ala al-ma. Watu wa cosmology wameuliza, na watu wa physics kuwauliza wasomi wa Qur'ani, ikiwa kitabu chenu kinasema ya kwamba kabla ya kuziumba mbingu na ardhi ilikuwa tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maji yamekwishaumba na juu yake yale maji ilikuwepo arshi, wanauliza mbingu na ardhi zilikuwa bado hapo hazijaumbwa, je, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Yalibebwa na nini? Kwa sababu sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamebebwa na kitu kinachoitwa ocean floor, ile sakafu ya bahari. Na moja katika vituko vya kiyama, vya siku ya kiyama, wa idhal biharu fujirati, bahari zitakapopasuliwa, atakachokwenda kukipasua atakwenda kubomoa ile ocean floor, ile sakafu ya bahari itabomolewa. Na jambo hili lilikwisha fanyika katika gharka ya Nabii Nuh alayhi salatu wasalam. Wanasayansi wanasema katika gharka ya tsunami, tetemeko la ardhi la chini ya bahari, ilipasuliwa ile. Hakuna nchi hata moja duniani ambayo ilinusurika na jambo lile. Watu waliokuwepo kule Dar es Salaam feli walikimbia, kulikuwa na giza la ajabu, bahari ilifoka. Watu waliyakimbia maji kule Indonesia kwa kutumia gari, hawakuweza. Maji yalikimbia kilomita 300 kwa saa, walifunikwa. Wanasema kwamba lile ni gharka lililokuwa kubwa mpaka ule muhimili wa dunia ulitikiswa. Ilikuwa ni gharka ile iliyokuwa kubwa, na wanasema maji yalipanda katika eneo la nchi kavu dunia mzima, kiasi ambacho nusu ya bara moja lilikuwa limefunikwa.